karibisha lile jumba la maajabu kule Isamuyo. Hapo kama 9 yale. Ali, nani aliwapa kodi za kutumia lile jumba? Yaani atupa kodi Yanga. Yaani swali nauliza Yanga. Yaani nani alipa kodi Yanga? Hii timu ya wananchi shehe. Hii timu ya wananchi. Hata wewe hapo Dau Kasomba, ukiona jambo la kukusaidia Yanga unalisema, timu ya wananchi. Timu yako pia hii. Timu ya watu wote hii shehe. Kwa wananchi waliwaambia bwana kuna jumba la maajabu mkitaka kupewa. Jumba la maajabu. Kwani unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi kimenishtua yani. Dabi zimechezwa ngapi msimu huu? 4 tayari, si ndio? Kuanzia ngao ya jamii, 2 za ligi na muungano. Si ndio? Yes. Haya. Tuanze dabi ya muungano. Kipi kimewafanya warudi? Klabu ya Simba walivunja mlango wa VVIP. For the first time katika historia ya mpira wa miguu. Mlango ambao ni presidential area. Timu ilitoka kwenye njia ya kuingilia ikaja ikavunja mlango ule wa vioo. Wakaingia wakaenda kukaa chumba cha waandishi wa habari pale Amani. Mshafika pale New Amani Complex. Wakakaa pale kupitia ule mlango wa VIP ule. Ambapo kuna mlango kutokea kwenda uwanjani. Yes. Baada ya pale Mungu apigwa bila. Nini kilisemwa? Hundo ubaya ubwela season 2. Simba bana hawajaingia ubaya ubwela season 2. Simba walikuwa na feli viongozi wana ujanja wamepata ujanja sasa hivi. Yanga wakijua huku nyewe jueni huku. Akasema ndo season 2 hiyo. Sawa. Simba wakasifiwa pale kama viongozi wao wajanja wameruka mitego eti. Wamepita VIP wamevunja mlango ule. Tukasema haya. Tuendelee. Juzi finali ya muungano. Simba wameacha dressing room. Lakini kabla hujaendelea kwenye mechi ya juzi, kabla ya hapo, wakati tunazungumzia hiyo mechi ya kuvunja viwanja, kuvunja mlango, sawa? Walionekana kutokuridhishwa, walikuwa na hoji. Kulikuwa kuna haja gani ya kuwapeleka Zanzibar? Nyinyi mliona kitu gani kuwapeleka Zanzibar? Safi sana. Umeona hoja ambayo wao wameitoa kwenda Isamuyo? Ndio hoja ile ambayo Yanga tulitoa. Kitu ambacho watu hatukielewi. Uwanja wa Benjamin Mkapa sio mali ya hivi vilabu. Ule uwanja ni uwanja wa serikali. Hata nasi ukitaka kuoa uwe kwenye uwanja wa wazi unaweza kulipia pale ukaoa. Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali ambao unakodishwa. Na harusi nyingi zilifanyika pale. Katikati ya uwanja kata keki unakata. Serikali imetuambia ni uwanja wa watu wote kwa matumizi yanayofaa wanaukodisha. Siku ya mechi ambayo imepangwa ilikuwa tarehe ngapi? Sio tarehe 1 ile, sio mwezi ngapi? Kulikuwa kuna shughuli inafanyika. Pana mashindano ya Qur'ani yanafanyika pale. Washalipia muda mrefu. Ratiba imegongana ile siku. Bodi ya ligi wakatuambia bana, uwanja wenu wa kwanza wa nyumbani mlioupendekeza una shughuli. Tunaomba mtupe uwanja mwingine. Hasa kosa letu lipi hapa? Tungekuwa tuna uwanja wetu wa nyumbani ambao tuna own 100%. Tukihamisha mechi mnasema kipi kimewafanya warudi? Lakini uwanja umekodishwa na kila mtu kaona wana shughuli. Kwa hiyo ilikuwa ni option ni mbili tu. Sema bodi wapeleke tarehe. Nilicheka. Kabidi ucheke. Kwa sababu accommodate pale wiki moja nyuma. Au tarehe baki pale sisi tuame uwanja. Meneja wa timu yetu wote kutoa taarifa kabla akiwa na watendaji wengine. Kama lile ilikuwa mazoezi yetu ya mwisho kwenye uwanja wa Isamuyo. Communication zilishafanyika. Sio kwamba tulitunga. Mechi hii ni mali ya vyombo vya habari vilikuwepo kwenye vikaonyesha kwamba ndio, lakini haliamuli pasina kuongea na mamlaka. Sio rafiki. Mimi sijamuli tu kama New Amani Complex. Na tukisema uwanja ule au hawakusema uwanja ule kwamba ni mbaya au uwanja mbaya. Tunasema hali ya hewa tunaomba uwanja imeathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa pichi. Hiyo pia bado. Lakini mvua ni kadari za Mwenyezi Mungu. Wa pichi hiyo kutengenezwa, mvua ikija pale nikipanga pichi inaharibika. Kwa sisi tunarudi kwa umiliki wa uwanja wa Amani. Bado tunaomba uwanja baadaye wakaja tunarudishia kiambatanisho cha ushahidi kwa bodi ya kuchafua uwanja, wakaibuka baadhi ya wachambuzi. Sasa ni sawa, mnaweza kucheza New Amani Complex. Jukumu la kufanya promotion ya mechi linabakia kwa klabu. Mimi ndo ninajua nitangaze vipi, nitangaze lini, nifanye hamasa ya namna gani. Nishapata approval ya bodi ya ligi kwamba sasa mechi kacheze pale. Umeelewa sijui? Shida ni kwamba ndo Simba na Yanga. Hivi kwa mfano leo hii hapa
Yanga angecheza mechi na Coast, mimi natangaza bana, mechi yetu hii imehamishwa, tumepeleka uwanja wa Uhuru. Pasiye kuwa na maswali yoyote. Kwa sababu ni Simba na Yanga, haki yetu kama club kutangaza, kufanya promotion imeonekana nongwa. Lakini hali mara hii Yanga mnaonekana kama mna nguvu ya ziada dhidi ya mamlaka kwa kile mlichoshindikiza msimu uliopita na ile bodi ya ligi ikaondolewa. Nguvu ya ziada kushawishi mechi ya Prison ichezwe Dodoma na aliyakuwa Prison walishachagua uwanja wa kwenda kuchezea, na kabla ya bodi na mamlaka husika hazijatangaza mechi iende ikachezwe kule, nyinyi mkawa mshatangaza na mechi kaenda kuchezwa kule. Unahisi watu hapo sahihi wakihisi kwa kile mlichokishindikiza msimu uliopita kafanikiwa msimu huu na nguvu ya ziada dhidi ya mamlaka za mpira wa nchi? Kwanza sisi hatuna nguvu yoyote dhidi ya mamlaka za mpira Tanzania. Sisi wote ni watoto wa TFF, watoto wa bodi ya ligi wanaosimamia mpira. Ila Yanga tunajua haki yetu ilipo. Ndio tofauti. Sisi tunajua haki yetu ilipo na tunajua jinsi ya kuipambania haki yetu ya msingi ili tuipate. Hatumuonei mtu sisi. Haki yetu ni hii, tutakwambia bwana haki yetu ni hii. Ni kama nyumbani. Imefika sikukuu kwa wenye imani za Kiislamu, mtoto wako sikafunga? Anakwambia mimi uliniahidi nikifunga nataka nguo za sikukuu. Hata akikudai mbele za watu hajakuvunjia heshima, ni haki yake. Ulimwahidi kwamba ukifunga viungu 5 au 10 utapata nguo.